Na ardhi tunayoizungumza ni ardhi. Hatuzungumzi juu ya dunia lenyewe tu, dunia zito hili. Hatuzungumzi juu ya dunia lenyewe. Dunia lenyewe katikati lina moto na lina mawe tu, ni mengi mawe. Tunachozungumza ni ardhi yenyewe. Ndio yenye uhai. Katika ardhi Kenya. Na ka ardhi, ndugu zangu wote mnajua, nyinyi wakulima mnajua, na wakulima wasiokuwa katika chumba hiki wanajua, ka ardhi Kenya haka tunakazungumza si kakubwa sana, ni kadogo sana. Ni kaeneo kadogo sana. Nchi nadhani Ulaya lile eneo lao la ardhi yenye uhai nadhani ni kubwa zaidi katika sehemu za Ulaya na sehemu nyingi za temperate climate. Eneo lake ni kubwa zaidi kidogo. Katika nchi za tropics na sisi hapa Tanzania ziko sehemu zenye kina kirefu cha ardhi si nyingi sana. Ziko zile za volcano, zile ambayo zamani huko iliwahi milipuko hii ya volcano ikatupa madongo haya mengi, alafu baadaye yakawa ni ardhi nzuri sana. Tunazo sehemu zingine, sehemu zetu nadhani za Arusha, Kilimanjaro, yako maeneo si makubwa sana, lakini yako maeneo yana ardhi kina chake kirefu futi 5, 6, wakati mwingine hata zaidi, lakini madogo sana. Maeneo haya madogo sana, na hata hiyo vile vile inalika, inakwisha. Alafu ziko sehemu za mito, sehemu zile za mito ambazo kwa karne na karne maji yanasomba udongo kutoka maeneo ya juu yanaurundika katika maeneo ya chini. Sehemu zile ukienda ukizichungua utakuta zina kina kirefu zaidi cha udongo. Sehemu kama za Rufiji zile au Ruvu au sehemu nyingine zote za mito kule chini ambako ndiko maji yanakoingilia baharini kule, utakuta kina chake cha ardhi ni kikubwa, lakini ni ndogo. Katika Tanzania mkizihesabu sehemu hizo ni ndogo tu, si nyingi sana zenye kina kikubwa. Sehemu zilizobaki kama wakulima mnavyojua ni inchi 6, 8, 10 ndizo zinazobeba uhai. Hizo nyingine hazina kabisa uhai. Sasa tunapozungumza habari ya utunzaji wa ardhi tunazizungumza hizo. Sasa tumezungumza sana juu ya matatizo yetu tulionayo ya upungufu wa chakula na upungufu wa fedha za kigeni. Tunayazungumza vizuri, tunayaelewa, hatuna matatizo nayo. Tunaelewa vizuri sana. Halafu tunasema tuongeze chakula na tuongeze fedha za kigeni. Tunafanya ambalo ni safi kabisa, na mipango tunatengeneza ya kuongeza chakula na kuongeza fedha za kigeni, ambayo ni safi, lazima tufanye. Lakini hasa tunavyofanya kwa kweli, na hili ningependa kujitahidi kulitilia mkazo, na wataalamu watakuja kusema baadaye, tunavyofanya sasa hivi, hizi jitihada tunazofanya za kuongeza chakula na kuongeza mazao ya kuuza kwa fedha za kigeni, tunafanya hivyo kwa kuharibu ardhi. Kwa sasa hivi tunaongeza chakula na tunaongeza mazao tunayouza kwa kuharibu ardhi. Nitalieleza hilo. Mwadui pana mifano miwili, mfano mmoja mzuri, mfano mwingine mbaya. Mwadui wanachimba almasi. Almasi imo katika ardhi mle. Kazi ya wataalamu wetu ni kuitoa, na ili kama ni wataalamu barabara, hatutaki waibakize, tunataka waimalize kabisa. Ndio wataalamu hasa, ndio wanakuwa wataalamu kabisa. Kwa hiyo wanaiondoa mwaka hata mwaka, wanaiondoa. Na kwa hiyo mwaka hata mwaka uwezo wa Mwadui wa kutoa almasi zaidi unakwisha. Na kama ni mtaalamu ni mzuri kabisa, hiyo ndiyo kazi yake, kuipunguzia Mwadui uwezo wa kutoa almasi zaidi. Kwa hiyo mwaka huu tukiwaambia Mwadui, tunayo shida jamani, tuna shida ya fedha za kigeni, kwa hiyo mjitahidi muongeze almasi. Watakachofanya ni kuipunguza sana, hawawezi kuiongeza.
wataipunguza sana, na tutawasifu, tutasema mmefanya jambo jema sana, mmepunguza almasi ya maadui. Na hiyo ndio kazi yao. Kwa Ingereza wanasema wana mine, una mine, unahamisha tu. Kazi yako ni kuhamisha. Hakuna kuongeza. Huwezi kuongeza almasi, utaiongeza wapi? Na hiyo ndio kazi yote ya madini. Madini yote kazi yake ndio hiyo. Kama ni almasi unaondoa, na siku moja utabaki na mashimo matupu. Kama ni dhahabu unaondoa, na siku moja utakuwa na mashimo matupu. Kama ni mafuta yale ya Saudi Arabia na Gulf kwingine huko, kazi yako ni kuyaondoa, huwezi kuyaongeza, na hatima yake utabaki na mashimo matupu. Na muondoaji huyo ndiye muondoaji hodari sana. Mimi nasema tunaposema hatuna chakula cha kutosha na hatuna fedha za kigeni za kutosha, kwa hiyo tuongeze chakula na tuongeze mazao ya kuuza. Tunachofanya ni kufanya kama mwadui. Tunatafuta mahala kama vile mwadui wanasema sasa dhahabu hizi serikali inataka almasi zaidi. Ziko wapi? Kuna mahala gani penye almasi zaidi? Nasema ukielekea hapa ziko nyingi zaidi kuliko hapa. Basi elekea hapo. Unaelekea hapo, unazitoa kwa wingi zaidi, alafu zinaonekana. Sisi tunafanya hivyo hivyo. Tunaposema mwaka huu tunataka tuongeze mazao ya kuuza, tuongezeeni tumbaku, tunasema mwaka huu. Tunachofanya ni kufanya, tunaharibu ardhi zaidi. Watu wanachukua mashoka, wanaingia katika eneo la ardhi ambayo ilikuwa haijaguswa, nzuri sana, kama ina almasi yake kama maadui, wanaingia pale na mashoka yao. Wanafyeka ile miti wanaiua kwanza. Wanafyeka ile miti, halafu wanaanza kazi ya kuimaini ile. Wanapanda, wanavuna tumbaku, inakwenda kama vile unavyotoa almasi. Wanapanda tena, wanavuna tumbaku, inakwenda. Wanahamisha. Kwa hiyo kazi ni kuhamisha kilo kadha wa kadha kwa eka ile moja pale. Kama amelima vizuri, basi ni kule kuhamisha tu, lakini anaiondoa. Na mwaka hata mwaka uwezo wa ardhi ile kukupa tumbaku zaidi unakwisha, kwa sababu unafanya kama almasi. Maadui lazima uwezo wake wa kutupa almasi utapungua, kwa sababu mwaka hata mwaka tunaziondoa. Kwa hiyo ukienda katika ardhi ukafanya vile unafanya kilimo chako ni cha kumaini tu, matokeo yake yatakuwa ni hayo. Sasa nasema kwa hasa hii miaka yetu 5 ya nyuma ambayo tumekuwa tunazungumza juu ya matatizo yetu ya chakula na fedha za kigeni, nasema tumehimiza jambo hili la kuongeza kilimo, kuongeza mazao haya, lakini namna tunavyofanya ni kuifanya ardhi ya kilimo kama ni mgodi wa madini. Kwa sababu tutaendelea hivyo, nikadhani tupate nafasi tuzungumze jambo la msingi. Tuzungumze kabisa jambo la msingi, nalo ni umuhimu wa ardhi yetu na jinsi ya kuilinda ardhi yetu. Tusipoilinda tutapata matatizo makubwa kabisa, na ndiyo haya yameanza kuonekana. Shinyanga hii ilikuwa ina miti mingi sana zamani, mingi, wala si zamani sana. Huu ukanda wote wa ziwa Victoria ni ukanda ambao ardhi yake ni nzuri, wote kabisa, wote ni ukanda ambao ardhi yake ni nzuri na mvua zake kwa asili ni nzuri. Hazifanani kabisa, lakini ni nzuri. Na ukichukua katikati ya Lake Victoria ukapachukua hivi, alafu ukapiga hivi kupata mzunguko, sehemu kubwa sana ya wananchi wa Kenya
Uganda, Tanzania wanaishi katika eneo hilo. Wamevutwa pale, sio wamevutwa na maji tu, hapana, wamevutwa na hali ya hewa. Hali yake ya hewa ya mzunguko wa Lake Victoria ni nzuri sana, yote mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Kusini hapa ndipo tulikuwa na wingi sana wa watu. Hawakuja hapa bure, hawakuja wingi wa watu hapa, hawakuja bure, walivutwa na hali yake ya hewa na rutuba yake. Halikuwa jambo la ajabu kwamba basi walikuja watu wengi tu. Watu wengi hawahamii jangwani tu mahala wanakwenda mahali hapana mvua, hapana chochote wanakwenda. Haikuwa hivyo. Hawa ni wakulima hawa. Kama ingekuwa ni labda ni wafugaji, wanasema wao wametafuta manyasi na kama maji ya kutosha. Lakini hapana, ni wakulima na wafugaji wamekuja hapa kwa kuvutwa na uzuri wa hali ya hewa na ardhi inayoweza watu na mifugo yao. Na kwa hiyo watu na mifugo wakaongezeka hapa kwa wingi sana, kwa sababu hali yenyewe ilikuwa nzuri sana. Na nasema wala si zamani sana, lakini tumeitumia ardhi kama tunafanya mgodi. Tumefyeka, tumelima, tumefyeka, tumelima, fyeka, tumelima. Na mnasomba. Na ardhi hapa tumeisomba, tumeipeleka mbali sana, imekwenda mbali sana. Ardhi hapa tunasomba, tunapeleka Uingereza, tunapeleka Hong Kong, tunapeleka wapi sijui, kwa uzito wa pamba ule. Tunapeleka maelfu ya tani za uhai wa ardhi hii, yanasombwa kwa tani nyingi, zinapelekwa nje. Maana ile ni organic matter, ile pamba mnayohamisha ni organic matter, lakini inahamishwa kwa maelfu ya matani, inakwenda bila mawazo makubwa ya namna hiyo ya kusema lakini inarudishwa au hairudishwi. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere